Kama uko na uwezo wa kuwaita wote, naomba basi usaidie nimalizane na mke wangu. Huyu mwanamke ni fighter na mambo yote ambayo nafanya mimi nalinga kila kitu. Ni huyu hapa. Wewe ni fighter afu unaenda kula na huyu hapa. Unajua sio wanaume bwana, upofu tu umeingia mapenzi. Afu unahisi huyu ni mchawi huyu mwanamke. Na kwa pia kweli sababu najaribu sana. Mchawi upi, huyu mke wako au mama Kendrick? Huyu mama Kendrick. Huyu mwanamke paka nimemuoa mimi huyu, ina maana ndo nimepata katika moyo wangu. Umeelewa? Lakini sasa leo hii anatokea mambo kama haya, namwacha mke wangu, namsikiza huyu, lakini huyu mwanamke huyu ndo anajua kila kitu chezo au kwanza mwanamke ni nyota yangu katika maisha yangu unajua. Yaani huyu mwanamke mimi hata kama nakosa pesa kuna timu napiga za kazi. Ukiwa unaendelea kutazama video hii au huenda umeshamaliza kutazama video hii, kwa unyenyekevu mkubwa ni kuombe kusubscribe to my YouTube channel. Hapo chini kuna neno limeandikwa subscribe, naomba ukalibonyeze, bila kusahau kulike video hii na kucomment ili tuendelee kutengeneza familia kubwa. Anaonesha? Hapana, mama tuongee mama sikuzungumza jamani. Basi kili. Kama nionyeshe hizi picha hapa, hii unaenda kuoga na hii sijui upo ndani, watu wamepiga dirishani, nionyeshe. Blaza mimi naonyesha. Sikia, wewe sifanye kitu moja. Haya ni mambo tutakuzungumza. Weka wazi. Na kingine unatakiwa uahidi kuhusu huyu dada kwamba utamjali na kumpenda kwenye maisha yake na vitu vya alivyohangaika yeye masokoni kwa anahangaika. Kwa nini uandike jina la mtu? Kama mtoto usingeandika mtoto Kendrick. Sasa mimi sijaelewa sema. Sasa kweli vitu vimeviona lakini vitu vya kuzungumza tu jamani tunaweka sawa. Sasa kama hivyo mbona mwanzo umekuja unaanza kutumaini? Mimi binadamu mpungufu pia kwa sababu nimekuja sema ambapo mimi sielewi. Na surprise gani jamani unachofanyia mimi jamani? Shemeji, naomba utamke yale maneno ambayo uliongea muda ule wewe mwenyewe. Kwa mdomo wako. Kwa uthibitisho wako wa moyo wako tuweke wazi. Ni kweli huyo ndo baba Kendrick na ndo baba Lale. Ngojea. Na mahusiano yenu? Tuna mahusiano ya kimapenzi mimi na yeye. Miaka yote hiyo, si ndio? Tuliachana, yani baada ya mtoto kuumwa ndo tukarudiana. Na wewe kuhusu vitu kuandikwa wewe jina? Hilo sasa muulizeni yeye. Kwa nini brother vitu ambavyo umetafuta na shemeji pale ukaandika jina la mzazi mwenzako na sio yeye? Unajua kama yeye kuongea kweli kajua kabisa kujisigia ndio kunizalisha mbele hapa. Okay sawa, haina shida. Mali hii nimfahamisha sababu nimtoka nizalia mtoto wa kwanza na alinomba chonde mume wangu mpenzi wangu kwa sababu mwanamke wa ndoa siku zote ndo ana sheria kila kitu, misingi na mikakati kila kitu. Ina maana hata mimi nikifa leo hii huyu hawezi kuishi chochote pasipokuwa mwanamke wa ndoa, kwa sababu huyu ni mwanamke wa ndoa, huyu ni mwanamke ambaye nimezaa naye. Akiwa mke wa ndoa kitu gani kipo kwa umiliki wake yeye ambavyo unavyo wewe? Mama Kendrick, umenivuka kunivua nguo mbele ya watu. Yaani brother, hiyo sio pointi. Pointi ni kuweka wazi. Kitu gani umesema huyu ndo mke wa ndoa na ndo mwenye kila kitu na uliona kwamba ukifa huyu atapata kitu gani ambacho kina umiliki wake? Na ikitokea leo umekufa huyu atapata nini? Nisikilize. Mimi kama Mama Kendrick nishauri kitu kimoja. Kwa sababu Mama Kendrick ndio mwanamke wa kwanza kuwa naye mimi. Kwanza naye mpaka napata mwanamke wa huyu mwingine ambaye namuoa. Mama Kendrick mimi sikubahatika kumuoa kwa sababu mambo tu gafiana, mambo kibao tukapoteana, ila baadaye alikuwa na mimba ndo mtoto wangu anaitwa Kendrick. Ila baadaye tulikuwa tunapendana sana tukaja kurudiana, lakini huyu ndo nilimuoa mimi kwa ndoa. Lakini Mama Kendrick kwa vile nampenda sana na akaniambia kama kwa unanipenda basi nionyeshe ile moyo wa dhati, kama kwa unanipenda basi kila kitu, basi mme wangu mpenzi wangu, baadaye tufanye kila kitu unimilikishe mimi. Leo hii ndo nikafanya bana, kwa vile nampenda kumwonyesha upendo wa dhati mimi nikamandika yeye, kwa sababu yeye ndo kanisa mtu wangu wa kwanza mimi. Yeye kanifanya mimi ndo itwe baba, nipate heshima nikipata sehemu baba Kendrick. Sasa leo hii sasa yeye kanaamua kunivua nguo kweli. Kwa hiyo kati ya sababu ya kwamba unampenda sana na sababu hiyo ambayo unazungumza hapa, ipi sababu ambayo ilifanya umwandikishe? Exactly, nakupata na kuelewa. Sababu ya msingi Mama Kendrick mimi sikuachana naye kwa kugombana, ila ulimtelekeza. Ndio habari ambazo tu. Au uongo bwana? Ya kweli kabisa. Ulimkuta na hali gani? Siwezi hata kuizungumzia yani. Siwezi hata na siku ya kwanza kabisa huyu alinipa namba ya huyo mwanaume. Nimpigie ili aje kumchukua sehemu nilipomkuta huyo. Lakini hayo matusi aliyomtolea mimi ndo nimemsaidia huyo.
lakini kwa kuwa nilikuwa na moyo wa kumpenda ndio maana nikafanya mpaka niishi naye mpaka leo hii. Sasa brother, mwanamke ambaye unasema ulimpenda sana ndio wewe ukamtelekeza? Okay, nisikize kwa jamani, kama kile jamani, sisi wote wanaume. Blaza, sisi wote wanaume jamani, tusifanye na vitu kama hivyo. Mama Kendrick, sisi wanaume unajua. Mama Kendrick sikumwelewa mambo yake jinsi ninavyoenda mwenendo wake. Ndio maana nikaamua kumtelekeza kwa sababu nilikuwa sina uhakika kama mtoto wa kwangu ama sio wa kwangu. Uhakika ulipata wapi sasa? Lini, saa ngapi, wapi? Baada ya kuzaliwa Kendrick sasa. Ndio ukapata uhakika. Baada ya kuona masikio yangu kwa kipindi chote alikuwa anaishije? Sasa hapo mimi kwa najitahidi. Brother, sikia brother, nikwambie kitu kimoja. Unajua brother, wewe ni mtu mzima. Naamini wewe ni mtu mzima zaidi ya 30, si ndio? Ya, kweli. Mimi sifiki 30. Hata 25 mimi sifiki. Umenizidi mbali sana kiumri. Nazikana mafanikio, maendeleo. Lakini brother, katika maisha busara na heshima ndio kila kitu. Na hekima pia ya kujua namna ya kuamua na kuendesha vitu vyako. Sio mbaya wewe kufanya uuni, wala sio vibaya wewe kufanya vile, kuishi vile unavyotaka, kwa sababu ni wanaume wengi wanaishi hivyo. Sijui umeelewa brother? Lakini kikubwa ni kuangalia familia yako ambayo wewe mwenyewe bila kulazimishwa na mtu ulichukua ukaiweka ndani. Mtoto mdogo anateseka, mama yake anateseka, wewe unaishi maisha mazuri, unajisikiaje kwenye hiyo? Ila ungeweka tu misingi ya kuhakikisha kwamba wanapata mahitaji yote muhimu, wanakula, wanashiba, wanavaa, wanaoga vizuri, then ukaendelea kufanya na hivyo vitu vyako, ubaya ungekuepo wapi? Kikubwa tu unazingatia muda, jioni upo nyumbani, asubuhi mtoko unaenda kufanya hivyo vitu vyako, ubaya ungekuepo wapi? Okay, mimi nimekuelewa sana. Na wewe katika akili ya kawaida, hata kama ungekuwa ndio huyu dada, vitu ulivyohangaika nawe kutafuta, unaona vinaandikwa jina la mwanamke mwingine, au wewe ungekuwa unaona jina liliandikwa mwanaume mwingine, ungejisikiaje? Na kushauri ndugu yangu, wala sikutaki wala sikuagizi, na kushauri, fanya haraka sana, badilisha hizo hati, andika jina lako au jina la mtoto wako Kendrick, au jina la mtoto wako Robert, au jina la mke wako huyu hapa. Na itapendeza vizuri sana ukiandika majina ya watoto wawili wote, Robert na Kendrick, kuliko hizi siasa unazofanya. Baadaye utawasumbua jamii, utasumbua familia yako. Ndio da. Mimi sidhani kama anaweza kuendelea na baba Kendrick, kwa sababu yeye mwenyewe amekiri kwa mdomo wake kwamba alikuwa anampenda kwa dhati. Kwa hiyo mimi naona kuendelea naye nitazidi tu kujitesa. Kwa hiyo afanye tu hapa tunavyoondoka, tujue tunaenda kugawanaje, maana nimehangaika na wewe. Yaani hauwezi kukataa, nimehangaika na wewe. Kwa hiyo unahitaji tuondoke, twende mahakamani, sijui twende wapi, popote. Tujue tunagawanaje vitu, kila mtu endelee na mimi tunakosea. Usitume panic namna hiyo. Ndio maana sikutaki. Unakosea bwana. Hakuna kutumia panic namna hiyo bwana. Ndio maana tuko hapa tunazungumzia mambo yaishe. Nimetumia busa, nimekuja hapa unajua. Na jamaa hivyo nilisema mimi mwelewa vizuri sana. Wewe umekuja kwa ajili ya huyu mpenzi wako. Hujafika kwa ajili ya busara. Huna busara yoyote. Kwa sababu ungekuwa na busara, inawezekana hata kwenye simu namuita huyu mke wangu, mama watoto, sijui nini, na huyu anasikia, analia. Sikize bana. Ali maneno tu kwenye simu kupata bashasha huyu elewe kwamba kweli ya mimi mtu wangu vizuri. Mambo silie dada. Sasa unajisikiaje dada anapolia hivi? Unajisikiaje? Najisikia vibaya. Huyu ni mwanamke ambaye nimemuoa. Unajisikiaje? Kama angekuwa na busara, kwa nini umwache mtoto wako nyumbani ikiwa ajala hujui nguo anazovaa? Unahangaika na mama Kendrick. Wewe una busara wewe? Una busara wewe? Iko kipara ulipewa cha kazi gani? Mimi simtaki. Sasa kwa wa Mungu simtaki. Yaani simtaki. Sikuhitaji. Yaani wewe piga kama magoti hata. Mimi sikutaki. Tuna mtoto bwana yule bwana. Usipige magoti, inuka bwana. Inuka kwanza, sikia bwana. Sasa unanitilia fujo hapa. Naomba ukae. Una wema wote, unaigiza tu. Ingekuwa una wema usingefikia hatua hiyo. Ya kwamba dada wa watu anahangaika, unampiga na vitu kama hivyo. Kwa nini? Kwanza unapata ujasiri wa kumpiga mwanamke. Unajua mwanamke ni ua. Linatakiwa kumwagiliwa, kupaliliwa, kutiwa mbolea. Samahani, sio ndio hivyo, naomba nisaidie swamba liishi mimi. Sikia brother, mimi msaada wangu ni kwamba hakikisha kwanza hizo hati zinakuwa kwa jina la dada au la mwanae au la Kendrick au la kwa wewe au ya kwenu nyinyi wote. Yaani wewe, huyu hapa Robert na Kendrick. Kwa vyovyote utakapoona nimekosea sawa, baadaye ukiniona mbaya ukinitafuta fresh, but nimejaribu kuweka maisha yako kwenye mstari. Leo mfano Ashuma, hatuombei. Ungekuwa umedondoka leo, huyu na Robert wanapata nini?
wangepata shida sema kweli, lakini kingine ulichomfanyia huyu mwanaume mwenzako, amehangaika hadi ameoa na nini, na unajua mwanamke huyo ni wako, unajisikiaje? Mimi naomba nisamehe mwenzangu, sababu ni kitu kikubwa sana ambao hata mimi singeweza kukabili, lakini kama kukabili yani sawa, nisamehe sema kweli, lakini naomba tu nipate nafasi. Kama sitobadilisha Zohati, naomba aje ofisini tena hapa azungumzie swali. Umesikia dada? Mimi nashauri wewe usichukue maamuzi ya kusema muache na nini. Nashauri nisikilize dada yangu, nisikilize. Mimi siwezi nikakushauri jambo baya kwa lengo la kumtetea huyu jamaa, hapana. Nakushauri kwa sasa hivi wewe jambo lifikishe kwenye ngazi ya familia. Familia yake haiwezi kunisikiliza. Hata familia yake hainisikilizi. Kwa familia yake hamna ambao ulikuwa naye karibu hata. Nimeshawashirikisha sana lakini hamna hata mmoja ambaye aliwahi kunishirikisha. Familia mimi na tuongee tuyamalize. Hapa ni muda wa kuyamaliza mambo, tunapotoka mambo tunazi mapya. Mimi nitabadilisha kila kitu unachokufikiria wewe. Ila sipabadilisha na kwamba fanya maamuzi yao ndio kufanya wewe. Na kuahidi na kwa pia kweli na kwa pia mpaka mimi mwanaume kupigia magoti mama yangu kweli jamani, acha bana. Mimi najua mwanamke mwema yupi, mwanamke mwema sio yupi, naelewa hayo mengine mambo ya tamaa tu wanaume bwana. Afu na huyu mama Kendrick una kipi cha kumwambia? Kuna kitu umekiongea hapa kwamba kuna baadhi ya mali nitampa Kendrick, mwingine nitampa Robert. Tengeneza takaa sawa. Sio mambo ya mali, yani mahusiano wako wewe na huyu ambao ulisema hamwezi kuachana, mnapendana sana. Umeongea neno kupendana sana, na wewe kabla hujaja yeye pia aliongea mnapendana sana. Bana, wacha mimi nikae kwa mke wangu wa ndoa. Nimemuoa mke wangu huyo. Blaza, mimi tayari nishamalizana naye. Kwa hiyo alisikutia wasiwasi yoyote. Nishafanya maamuzi yangu tayari. Utaendelea naye? Hapana. Mimi nikiondoka hapa kila mtu anajua anapoenda yeye. Blaza, siko kwa jibu ndoa yenu, tafadhali nakuomba. Mimi nimekiri kabisa nimekosa. Mimi namkola mke wangu sawa, mke wetu. Naamini hata mimi nitamueleza huyo. Wewe una watoto naye wawili. Sijui unajua umezaa nao watoto wawili. Kwa hiyo tambua jinsi ya kumweka wapi na kulea watoto wako inakuaje. Mimi nadhani nimemaliza tena. Ndio maana sijachangia kitu chochote hapa. Mimi nimekaa mpaka hapa kwa sababu yako, lakini mimi maamuzi yangu nishamaliza. Maamuzi yako ni yapi? Maamuzi yangu simuongea tu hapa, mimi na huyu kila mtu anachukua 50 zake. Wewe unaondoka. Sasa bwana, wewe tena naomba tunani mbaya. Basi ushasameheana na sisi. Mike yangu tafadhali, mike yangu. Say. Sasa brother, why ulifanya hivi vitu vyote? Kwa nini? Unaondoka? Mke wangu, sikiza basi. Mke wangu, sio tunazungumza bwana. Mbona sikiza basi. Mke wangu bwana. Brother, sasa hapa nataka nifunge ofisi sasa. Unaweza kaenda tu. Lazima niseme kitu kimoja. Naomba nisaidie. Brother, nikusaidie nini mimi kama? Basi, sikize basi. Kama uko na uwezo wa kuwaita wote, naomba basi usaidie nimalizane na mke wangu. Huyu mwanamke ni fighter na mambo yote ambayo nafanya mimi nalinga kila kitu. Ni huyu hapa. Wewe ni fighter afu unaenda kula na huyu hapa. Unajua sio wanaume bwana, upofu tu umeingia mapenzi. Afu unahisi huyu ni mchawi huyu mwanamke. Na kwa pia kweli sababu najaribu sana. Mchawi upi huyu, mke wako au mama Kendrick? Huyu mama Kendrick. Huyu mwanamke paka nimemuoa mimi huyu, ina maana ndo nimepata katika moyo wangu. Umeelewa? Lakini sasa leo hii anatokea mambo kama haya, namwacha mke wangu, namsikiza huyu, lakini huyu mwanamke huyu ndo anajua kila kitu chezo au kwanza mwanamke ni nyota yangu katika maisha yangu unajua. Yaani huyu mwanamke mimi hata kama nakosa pesa, kuna timu napigo za kazi. Wewe jamaa, wewe sikia. Wewe brother, Bongo Movie unaiweza. Mtafute jamaa fulani hivi anaitwa Jitu la Msituni au Isalito. Hata kuna nini? Unaita masiala kwenye vitu serious. Nenda brother. Ushamaliza kweli brother. Mimi sina cha kukusaidia. Ati unaandikaje mwanamke amepambana kama hivyo ndo fighter? Kwa nini unamwandika mwanamke mwingine? Naomba nimesema mwisho sawa. Mimi nakuomba kama unakuwa na uwezo kuwaita hawa waka hapa. Naomba niitie mimi na mke wangu tukae tuyamalize. Chukua namba yangu afu tutawasiliana. Mimi nitakusaidia. Mambo ya kumaliza afika yangu nakuomba. Sasa ndo ubadilike. Na kweli au wewe mdogo wangu ndo ubadilike brother. Mimi mdogo wako amenizidi mbali, unashtuka na mwili. Ubadilike brother. Haya. 07 55 39 39. Hiyo namba yangu utanipigia, tutaongea. Mimi yule namba yake nayo, yule mke wako tutajua namna ya kufanya. Badilika brother. Sawa, naomba. Sawa, una vitu vinachanganya. Mimi naamini kipindi chako hichi ni kipindi ambacho kuweka tu hai sawa. Basi naamini basi naomba nifanye. Brother, nitakusaidia. Wewe kila la heri. Haya.
Ukiwa unaendelea kutazama video hii au huenda umeshamaliza kutazama video hii, kwa unyenyekevu mkubwa ni kuombe kusubscribe to my YouTube channel. Hapo chini kuna neno limeandikwa subscribe, naomba ukalibonyeze, bila kusahau kulike video hii na kucomment ili tuendelee kutengeneza familia kubwa.